Haleluya, kanisa la Mungu. Mimi ndio mara kwanza kufika mahali hapa, sijawahi kuja mahali pa, ni mara ya kwanza. Na leo sikutegemea kama ningekuja mahali hapa. Kuna sehemu nilikuwa nataka niende, sehemu mbili. Kana naomba usiku wa leo wapi niende. Lakini mtu aliyenitambulisha mahali hapa ni nani? Florida. Mimi ndo binti wa kwanza nimeajiri ofisini kwangu, nimekaa naye karibia miaka 5. Alikuwa sekretari wangu mzuri sana. Ndiye alinitambulisha huduma hii. Haleluya. Kwa hiyo kusema kweli na mimi nimepita kwenye majaribu sana. Lakini kuna somo hilo ulifundisha leo limenigusa kwa 100%. Nikasema kumbe mtumishi wa Mungu hainigusa mimi kusema kweli. Yaani neema ambaye natembea nayo mtumishi huyu, mimi ndio iko neema yangu. Mungu ananipa neema ya uponyaji, na lakini nashangaa mbona natumika. Nimeanza huduma rasmi mwaka jana. Lakini unaombea watu wanapona, wanafungulia, lakini ushangaa ghafla. Yaani uone kibali mbele za watu. Mtu anahudumia, anapona, anafungulia, lakini hata kusema asante. Nataka jiuliza Mungu ni nini? Kwa nini inakuwa hivi? Inakuwaje? Lakini kisha kumbe unapokosa neema huwezi kuona matokeo. Na hapo ulipoonekea mkono hapa, nadhani Roho Mungu amesema na wewe kuna kitu umekifanya kwangu, umenipati sana. Nimesikia kitu ndani yangu kimeingia, kitu kikubwa sana. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Akuinue zaidi. Wewe ni mchungaji? Mchungaji. Na huduma ya apostle. Huduma yako iko wapi? Moshibaku. Mimi pale nimeanzia huduma nyumbani kwangu pale. Yeah. Lakini mimi huwa nasali kwa Sanibela Keando, ndio babangu wa kiroho. Ameshaniruhusu ukawa na huduma. Baadaye ukawa na huduma yako. Aliniambia kwamba wewe una huduma yako, nenda ukaanzishe huduma. Lakini babangu wa kiroho ni Sanibela Keando. Na alishakuwekea mafuta ya kuwa na huduma? Shaniwekea. Sikilize, kuwa na huduma ni kitu kingine, na kuifurahia huduma ni kitu kingine. Amen. Nimesema usipokuwa na neema, kile unachofanya kina ugumu, kina uzito, kina ushindani. Haijalishi miujiza inatokea. Waga nawaambia hapa, unaweza ukahubiri Yesu asikusaidie wewe unayemhubiri. Unaweza ukaponya wengine, wewe usiponywe, unaiponya wengine. Ana huduma lakini hajajua huduma yake. Anaombea watu, anafanya kazi ya Mungu, lakini hajui huduma yake. Kuombea watu wakapona haimaanishi ndio umeitwa kwa mchungaji au kwa. Si wote wamepewa madhabahu, ila ni wengi watumishi wa Mungu. Madhabahu ni kitu kingine na utumishi ni kitu kingine. Sasa kila anayeombea watu anajua anaweza kufungua kanisa. Una huduma kubwa lakini si madhabahu. Fikiria Mwakasege angekuwa na kanisa, ingefanana nini? Mwakasege angeenda kufungua kanisa, ingetokea nini? Anatakiwa ahudumie dunia nzima. Amefungiwa Dar es Salaam tu kwa sababu ana madhabahu. Sasa kila mmoja anafikiri anaweza kuwa na madhabahu. Madhabahu ni kitu kingine na huduma ni kitu kingine. Si lazima ukiitwa ujenge madhabahu. Na huduma si tu madhabahu. Madhabahu ina kanuni zake. Ukiitwa ukapewa madhabahu. Kwa hiyo kinachokupiga ni kile ulichobeba ambacho sio chako. Chako umeacha pembeni ambacho kingongefurahia. Ndio maana anasema naombea watu wanapona, lakini yeye hamna. Na leo Mungu ajitambulishe kwako. Inua mikono. Mungu ajitambulishe kwako. Kwa wewe ni nani? Na amekuita ufanye nini? Na amekuitia watu wa aina gani? Na huduma yako ikadhibitike. Chochote kilichokuwa kimekuzuia, hiyo neema ya Mungu itoke ndani yako. Ninaachilia nguvu na uweza kutoka juu mbinguni ukafulike ndani yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ile nguvu itoka juu mbinguni inuaye watu wa Mungu na kujitambulisha kwao. Pokea ufunuo. Kila kilichokuwa kimekugeuza upotee njia yako, urudi kwenye njia. 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 Moto wa Roho Mtakatifu ukaanze upya. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti.
Mungu wa neema, Bwana utukufu, maono yatokee na ufunuo utokee.